mnajiita washirika? Sisi ni viumbe vya Mungu. Mimi nikitaka naingia msikiti huu, tunaenda ingine, sio kama nyinyi tu. Tunaingia msikiti yote tu. Hatuna taabu. Sasa nyinyi washirika mnashiriki sehemu moja. Alafu washirika wanamshirikisha Mungu. Unaona sasa hapo? Ndio shida washirika sasa. Kumshirikisha Mungu kwa njia gani? Ya kusema Mungu ana mtoto ama wako watatu. Wewe unaamini Mungu wako wangapi? Mungu. Sasa chukua maiki. Haiongei. Kwanza imani ya Kiislamu waamini Mungu ni mmoja. Sasa tatizo nyinyi washirikina ama washirika, tutumie neno hiyo tusiwatukane. Kama ni washirikina kweli, lakini tuwapeleke polepole, tupa lugha ya heshima tu. Hawa washirika tatizo yao wanamshirikisha Mungu. Hiyo ndio neno sahihi. Tusimuite mshirikina asije akakimbia na akachukia Uislamu kwa sababu ya maneno yetu mabaya. Unaona? Kwa hivyo hao washirikina tatizo yao wanamshirikisha Mungu. Na ukisema Mungu ni watatu kabisa, kwanza hiyo ni makosa makubwa sana. Hiyo ni hatari. Ni hatari. Onyesha video moja nataka ni post. Nilienda sehemu moja Lungalunga huko kwa Duruma. Kuna sehemu inaita Mweza Mwenye bana. Wacha huko Lungalunga, unaingia ndani. Kule hakuna Wakristo ndugu yangu, kuna Waislamu. Angalia washirikina hao. Kule kuna makaburi tena ya Kiislamu kabisa. Hiyo huna. Nimeenda nikafanya video kubwa sana. Changu ukiona unalia machozi. Watu wanapeleka kaburini breakfast, lunch na supper. Hiyo makaburi. Wallahi billahi. Watu wanapeleka shed. Alafu nikawauliza kabisa, mpaka imam nilimpata msikitini. Anasema eti waliokufa wanakula. Ni Muislamu. Ukiona ile mazingira wale watu wanakaa, la ilaha, unashangaa kabisa. Unakuwa ni hatari. Kwa hivyo wako washirikina, tusije tukaolaumu hawa watu. Kuna wengine washirikina hatari afi. Kuna washirikina hatari. Yaani wale kila asubuhi saa moja tu unaona mandazi 3 na chai. Alafu ni kuku inakula tu, alafu hao wanaamini kama kaburi ndio kula. Haya mpe. Brother. Yes. Wewe unaamini Mungu wako wangapi? Mimi naamini Mungu ni mmoja. Ana mtoto? Mtoto. Ana mtoto, ana mtume. Ana mtume. Yeah. Ambaye ni nani? Yes. Sasa unaona wewe ni Muislamu. Bado kutamka, mashehe wakufunze, maisha inaendelea tu. Wewe uko sawa. Unaonaje? Haya mpe huyo, tuchukue swali alafu kuna ujumbe leo nayo zito sana. Kwani Betri kusema uwe Muislamu. Kwa Muislamu. Bado. Bado wapi hujaelewa tukufahamishe? Sijaelewa. Ama unaona kuna shida? Shida. Shida kwanza ni kuulize. Ni kwa Biblia. Unajua vitabu Zaburi kwa Biblia, Torati kwa Biblia, Injili pia kwa Biblia. Na hata unabii wa Yesu simkuwa mnasema ilifanyika kwa Old Testament. Na ikaja ikafanyika kwa New Testament. Je, kwa Biblia? Je, ni wapi Mungu alimtuma Nabii Muhammad kwa mtume? Yeah. Hiyo ndio shida. Kwanza wacha nikurekebishe tu. Sawa Yeah. Sisi Waislamu tunaamini vitabu vinne.
Sawa? Yeah. Taurati, Zaburi, Injili, Qur'ani tunaamini, sawa Yeah. Lakini sio Biblia. Neno kuamini na kusoma ni vitu viwili tofauti. Sawa Mnaamini lakini hamvisomi. Nimekwambia hivi, tunaamini Taurati, tunaamini Zaburi, tunaamini Injili na tunaamini Qur'ani. Mfano, acha nikupeleke venye huko tu. Taurati alipewa nani? Taurati alipewa Musa. Sawa Na Zaburi? Zaburi alipewa Daudi. Musa na Daudi walikutana? Musa na Daudi? Hapana. Hawajakutana. Unaona sasa? Maanake huyu alikuja muda wake kamaliza, huyu mwingine kaja akamaliza, au sio? Na Injili alipewa nani? Alipewa Yesu. Yesu na Musa walikutana? Hapana. Hawajakutana. Sio? Kila mmoja kaja kwa wakati wake. Sawa Sasa huyo aliyekusanya akaweka Taurati ya Musa na Injili ya Yesu ambaye hawajakutana, anakuwa ni nani? Umeelewa hapo? Ama nirudie? Rudia. Musa na Yesu walikutana? Hawakukutana. Sasa kama watu wawili ambao hawajakutana, ikawekwa vitabu vyao mahali pamoja, huyo aliyeweka hizo vitabu wakati hao watu wawili hawajaonana ni nani? Na walikuwa kwa muda tofauti. Ni Mungu. Ni Mungu. Kwa hivyo Mungu alikaa akajikusanya akasema kwamba hizi ndio vitabu, au sio? Haya, twende vile unataka. Sawa, tuseme Mungu ndiye amekusanya. Haya, huyo Mungu aliyekusanya huyo alimpatia nani? Maana hao manabii hawajakutana. Huyo aliyekusanya huyo ambaye ni Mungu na wewe sema, ingawa sio kweli, alimpatia nani? Sasa ulize. Sasa unasema Musa na Daudi hawakukutana. Na pia Yesu hawakukutana. Na mnaamini hizo vitabu. Sisi tunaamini. Angalia. Sisi tunaamini Taurati kama Taurati, sio mkusanyiko. Hapo naomba uelewe. Tunaamini Taurati aliyopewa Musa. Tunaamini Injili aliyopewa Isa ama Yesu. Tunaamini Zaburi aliyopewa Daudi. Sawa Na tunaamini Qur'ani aliyopewa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo tunaisoma sasa hivi. Kwa hivyo mnaamini tu Injili, Taurati. Lakini kwa mwisomi. Sasa wewe uliona? Uliona? Unajua kitu moja, hizi vitabu zote, hata Qur'ani umekuja ukaipata, umezaliwa ukaipata. Haujui hata aliyeandika hiyo kitabu ni nani. Sasa hiyo nyingine. Angalia. Qur'ani inajieleza. Sawa Qur'ani inajieleza yenyewe. Mfano, natoa aya moja tu, 80:11 Qur'ani. 80:11 Qur'ani. Safi kabisa, ninayo. Hii hapa inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Sivyo, hakika Qur'ani hii ni nasaha, yani mawaidha. Basi kila apendaye atawaidhika, asiyetaka basi mwachilie mbali. Mawaidha haya, yani mawaidha haya ya Qur'ani yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa. Qur'ani inatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu. Umeelewa sasa hapo? Umeelewa? Nimeelewa. Qur'ani inajieleza hivyo. Sawa ya kwamba haya
yanatoka katika mikononi mwa malaika waandishi wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Wa Mwenyezi Mungu. Umeelewa Tofauti na Biblia. Kwa hivyo niulize hivi. Hii Injili tunaisoma kwa Biblia si ya Yesu. Ya Yesu ilikuwa gani hiyo? Sasa hiyo ndio inatakana sasa. Hiyo ungeileta hiyo. Mbona sasa? Hiyo Injili hiyo ndio ingepatikana sasa. Bana mfano. Hebu chukua hiyo Biblia. Mpepe. Hapo juu imeandikwa nini? Imeandikwa hii. Fungua. Mwanzo tu fungua hiyo kaba ya juu tu. Sasa wewe unataka kusoma mahali nyeusi unaiona nini? Sio umesema nishike nisome. Nimekwambia fungua tu utaiona. Imeandikwa nini hapo? Hapo sasa ndio umeeleza mzuri. Biblia. Sasa hiyo kaba ya juu hiyo ambayo imeandikwa Biblia. Hata ukitoka hapa enda ukafanya research, sawa Ukirarua huwezi pata neno Biblia tena. Ukiitoa hiyo kaba ya juu hapa. Sawa Yes. Ukaipasua huwezi pata. Umeelewa? Tofauti na Qur'ani. Qur'ani hata mtoto mdogo amehifadhi tu. Sasa wewe kuhifadhi hata ujuzi. Kuhifadhi aje? Si nahifadhi Biblia ni kitabu cha Mungu. Wewe umehifadhi? Umehifadhi? Changu nimehifadhi kwa nyumba. Umememorize. Unajua kuhifadhi kitu ni kuweka kwa nyumba. Hii ni kitabu. Hii kitabu utatembea nayo. Angalia. Sawa. Namchanganya tu Kiswahili. Pole ndugu yangu. Angalia. Umememorize. Yote. Hata ile kiwango unaweza. Hata mwanzo. Tumeona sasa tofauti na ndio maana nilikwambia Waislamu wamehifadhi ama wamememorize yote. Sawa? Wanaelewa kabisa. Unaona? Hata msikiti ukiswali tu kuna ile tarawih ile. Wewe huwezi hii kufunga hii. Kuna swala maalum. Ile mtu akikosea imamu tu kuna mtu yuko nyuma pale. Wote hao wamehifadhi. Tofauti na nyinyi. Sawa? Haya mpe huyo. Mpe huyo mwingine. Anayo. Brother, habari? Nzuri sana. Unaitwa nani? Brian, una swali? Swali. Qur'ani ni kitabu kimetoka kwa Mungu. Hebu nisomewe sura 9:5. 9:5. Haya, msome 9:5. Haya, Qur'ani. Hiyo alianza nayo nzuri sana. Inasema na ile miezi mitukufu itakapokwisha, yani ile miezi minne waliopewa, basi waueni, piganeni na washirikina popote mwakutapo, na wakamateni mateka kama wanavyokufanyieni, na wazungukieni na wakalieni katika kila njia, lakini wakitubu na wakasimamisha sala na wakatoa zaka, basi yacheni njia yao, yani waacheni. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Swali yako? Swali yangu ni hii. Sisi tunajua kama Mungu ni Mungu wa upendo. Mungu wa kusamehe. Nimemalizia hapo akisema Mungu wa kurehemu. Sasa penye niko na swali hapo katika sherehe hizi zenye zinaendelea. Sherehe. Muweni aje sasa hiyo nini kapatikana aje hapo? Anauliza hii aya inasema kwamba waueni, maana yake nini? Wakati Mungu ni Mungu wa upendo, Mungu wa huruma, kwa nini tena anawaambia waueni? Swali nzuri sana, takujibu tu.